Tukauga nĩ ngatho no thiĩte na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ na kwa ihinda rĩrĩ gũtwara nginyagia mwena wa gĩcũa-inĩ nĩtũgũtarĩria gĩthurano kĩnini gĩa gĩcigo kĩa mbunge kĩa Msambweni gĩgakorwo gĩtabanio mũthenya wa rũciũ na kũrĩ na ithurano ingĩ iragĩtabanio kũndũ gũtiganĩte no kwa ihinda rĩrĩ gũtwara nginyagia mwena wa gĩcũa-inĩ nĩgetha tũkĩmenye maũndũ ũrĩa matariĩ thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kĩa mbunge kĩa Msambweni no tũtĩkĩrie twĩkorwo twĩgĩcenjia rũthiomi oro hanini tũnyitane na mwandĩki witũ Boniface Musangi Urio kiambete Kabe mwena ucio. Msangi, kama unanisikia unaweza kutuelezea je ni mambo yapi yanaendelea kutokea upande huo na ni yapi tunatarajia katika uchaguzi huu mdogo wa Msambweni hapo kesho? Shukran sana Nungari Kamau kutoka eneo bunge hili la Msambweni, kaunti ya Kwale hapa. Mimi ni buheri wa afya kabisa na hapa nilipo ni katika shule ya Mwakigwena ambayo ni kimoja wapo ya kile kituo cha kuweza kupiga kura. Na tayari basi lile zoezi zima la maandalizi la kuweza kuhakikisha uchaguzi huo unafanyika limeanza, japokuwa kwa hadi kufikia sasa basi yale madebe na zile kura na wale baadhi ya wale maafisa wa IBC wa kuweza kuhakikisha zoezi hilo linaweza kufanyika hapa bado hawajawasili. Hii yote imeweza kutokana na kwamba kumeweza kuwa na changamoto kiasi ya usafirishaji wa yale madebe ya kupigia kura na wale watakaosimamia kura zile, lakini tumeweza kuarifiwa kupitia yule msimamizi wa kura kutoka eneo bunge hili la Msambweni ambaye ni Yusuf Abubakar. Ameweza kutuambia kwamba mikakati kwa sasa basi imeweza kuimarishwa na zoezi zima la kuweza kusafirisha madebe yale na kura zile katika maeneo haya litaanza wakati wote kufikia sasa, lakini vile vile basi kuweza kujulisha basi katika eneo bunge hili la Msambweni liko na wapiga kura takriban 1093 ambao hapo kesho mwendo wa saa 12 kamili wataanza kushiriki zoezi zima la kuweza kupiga kura hizi kuweza kuhakikisha basi wanapata yule mbunge wao mpya baada ya kuweza kumpoteza mbunge wao kipenzi chao Suleiman Dor ambaye kwa sasa basi aliweza kufariki na kuweza kusababisha zoezi hili lipya la kuweza kuhakikisha basi kura zinaweza kupigwa katika eneo hili. Katika kituo hichi hapa kimoja kipo na zaidi ya wapiga kura 10,748 ambao wote hawa wataweza kushiriki zoezi hili hapo mwendo wa asubuhi. Na pia vile vile basi katika kinyang'anyiro hichi basi kitakuwa kinyang'anyiro cha kukata na shoka, kwani wale wagombea ambao tayari wameweza kupigiwa upato ni wagombea watatu ambao si mwingine bali yule mgombea wa ODM ambaye ni Omar Boga Gi, na yule ambaye anajifahamika kama mgombea huru ambaye ni Faisal Bidar, na yule mgombea wa chama cha Wiper ambaye si mwingine ni Sheikh Mahmud. Lakini bila hao pia kupo na wengine 6 ambao tayari wametosa katika kinyang'anyiro hichi na pia vile wao wako na matumaini ya kuweza kuibuka ushindi. Hivyo basi ni jukumu la yule mwananchi kutoka eneo hili basi aweze kufika hapo mwendo wa saa 12 asubuhi kuweza kushiriki zoezi lile. Kama mpiga picha wangu anaweza kuonesha tu baadhi ya makarani tayari wameweza kufika hapa makarani kuweza kuhakikisha kidogo wanaweza kushuhudia ama kuweza kushiriki katika zoezi hilo zima. Na hapa nilipo basi nipo na Wamasai wawili ambao wenyewe wananiambia pia ni wapiga kura kutoka eneo hili. Basi nitaweza kuongea na wao dakika moja kidogo. Songa karibu na mimi kidogo hapa. Sogea karibu na mimi kidogo. Tuambie tu majina yako, unaitwa nani na kesho utaweza kupiga kura? Mimi naitwa Jackson Memere. Kesho nitapiga kura hapa kwa hii shule anaitwa Mwakigwena. Na nimetoka mahali anaitwa Amboseli. Mimi ni askari hapa. Huyu ametoka Amboseli lakini kura yake ameweza kuichukua hapa. So karibu mimi kidogo ndugu yangu hapa, niambie unaitwa nani na kesho zoezi zima la kupiga kura liko vipi kwako? Ya mimi naitwa Lasharwa Melubo. Yuko hapa Mwakigwena. Napiga kura kesho Mwakigwena. Sisi ni askari hapa Mwakigwena. Nashukuru. Hawa ni miongoni tu mwa wale wakazi wa eneo hili na pia wanaofanya kazi huku ya kuweza kushika doria kulinda kama mabawabu, lakini wamesema hapo kesho basi wataweza kushiriki zoezi hili. Bila kupoteza wakati naweza kupata dada yetu mmoja ambaye ni msimamizi wa swala zima hili la uchaguzi. Tuambie tu hadi kufikia sasa umeweza kushuhudia nini katika zoezi zima hili la uchaguzi katika eneo hili la Msambweni? Hadi kufikia sasa tumeona idara ama kitengo cha IBC kimeweza kuwahusisha jinsia tofauti katika zoezi kuu la hii upiga kura. Vile vile pia tumeona kwa wameweza kujipanga na zile material ambazo zitahitajika kuweza kufanya uchaguzi uwe wa sawa kabisa. So kitu kile sisi tunafanya katika ground ni kuangalia kama ule upigaji kura utakuwa ni wa haki, wa wazi na vile pia wa amani. Na pengine je, mmeona filifinyange yoyote ama mshike ukiweza kupita katika hii siku moja mbili ambayo mmeweza kuwa hapa kuhakikisha uchaguzi unakuwa huru na haki? Kufikia sasa kusema la kweli hatujaona mshike yoyote ambayo imeweza kutokea, na pia tunaomba hali iendelee kwa hivi ya amani, na kile ambacho tunahamasisha jamii ni kwamba wajue kuwa kura ni haki yao, lakini vile vile pia kulinda usalama na amani pia ni jukumu lao.
Shukrani sana. Basi ni mmoja wapo wale wasimamizi ambao wamefika mahali hapa kuweza kuhakikisha kura hii na kuwa ya huru na haki. Basi kuweza kujulisha ile picha kamili tu, takriban wodi 4 ndio zinashiriki katika uchaguzi huu, ambao ni wodi ya Kinondo, wodi ya Gombato, wodi ya hapa Ukunda na pia wodi nyingine ambayo ni ya Kinondo. Hizi ni wodi 4 ambazo ndio zinajumuisha eneo bunge hili la Msambweni. Basi na wagombea hawa ambao wanashiriki katika zoezi hili, hawa wagombea watatu kwa sasa, inasemekana kinyang'anyiro hichi basi huenda kikawa kati ya yule tunaweza sema naibu wa rais William Ruto ambaye anamuunga mkono yule kiongozi ambaye si mwingine bali ni Faisal Abidal, na pia vile vile yule kiongozi wa ODM Raila Odinga ambaye anamuunga yule kinara ama kiongozi ama mgombea wa kiti cha ODM ambaye ni Omar Bogagi, na pia vile vile kuna yule kiongozi wa Wiper ambaye ni Kalonzo Musyoka ameweza kuwa hapa kiweza kumpigia debe yule kiongozi ama yule kinara wao katika eneo hili hapa ambaye si mwingine ni Sheikh Mahmud. Kwa hivyo ni kinyang'anyiro ambacho kinaweza kuonesha kwamba huenda kikawa kinyang'anyiro kizito, na hadi kufikia sasa basi kulingana na watu ambao tumeweza kuongea na wao wanasema ni kinyang'anyiro ambacho hakiwezi julikana nani atakayeweza kuibuka ushindi, kwa sababu ngome zote hizi mbili zina ushindani mkali sana, ikizingatiwa kwamba basi pia vile gavana wa Mombasa aliweza kujitupa katika eneo hili Ali Hassan Joho kuweza kuminyana na gavana wa Kwale Ali Salim Mvurya. Hivyo basi tutaweza kujua nani kati ya gavana Ali Hassan Joho na Salim Mvurya ataweza kutikisa ngome hii na kuweza kuabuka na ufuasi mkubwa hapo kesho, na pia vile vile nani kati ya naibu wa rais William Ruto na kinara yule wa upinzani Raila Odinga ataweza kufanya nini katika eneo bunge hili la Msambweni. Wenyewe wanasema basi ushindi atakayebuka mshindi katika eneo bunge hili la Msambweni itakuwa ni ishara wazi basi ya mwaka wa 2022 kutakuwa vipi. Yote tisa haya basi ni kuweza kusubiri na kuweza kumsihi yule mtazamaji wetu mahali popote alipo aweze kuketi kitako na aweze kutegea runinga hii yetu ili tuweze kumjuza kwa kina yale yote itakapofika hapo mwendo wa saa 12 kesho asubuhi. Kutoka kaunti ya Kwale, eneo bunge la Msambweni, hapa wadi ama niseme kituo cha kupigia kura cha hapa Mwakigwena. Jina langu naitwa Boniface Msangi, kwako studio. Asante sana Msangi, tutaweza kupatana hapo kesho ili utueleze mengine ambayo atakuwa yakijiri kutoka upande huo wa Msambweni. Ni Boniface Musangi, imwekuma mwena wa Msambweni, kaunti ya Kwale, githurano kinini geshigo kia ubuge tanyo gutafanio muthenya wa rucio ntwaikoro tukire mwena ucio tugikire maitho na twetigire ni wakireherwo riboti na njira nginyaniru, na muingi ni uthingatetwo kugia na wigirereki hari kugitira ciana kumana na mogwati matiganite ta megi uhami rere ciana ire micii. Ni ndetwerekereirio ni murugamiriri wa atumia kuma kaunti na Uasin Gishu Gladys Shulei na murune wa Kirenyaga wa Ngoigireci hindi ria megucereire family imwe kuria ciana igiri cieriga kuhamwo ni ithe na mumuciari na gicoka gwithara. Wainaina gwa kiarie na riboti ino makiria. Ni mururungano uria gutafanitio ni aikari ya itura ria Kathaka gicigo kia ubunge kia Ndia kaunti ya Kirinyaga maihuritwo ni maruru kurumirira giko kia urathoni kuria muthuri umwe eriga kuhama ciana ciake igiri kimwiri na macungiririo makiohanda. Aikari aya megutongoretio ni murugamiri wa atumia kaunti-ini ino wa Ngui wa Ngireci hamwe na murunae wa Uasin Gishu Gladys Boshorei. Nancy wa Burani tata wa ciana ici na ni aratariria uria amenyithirio ni murutani ciegie ciana ici gukorwo ciohete nda na uria ithe wa ciana ici na uria ni muhunjia wa dini ya Gikurino akoretwo akimarutira mukana matikahithurie ndeto ino. Nilipatiwa ripoti na mwalimu akaniambia Jacinta wangu nikunje shule ako na mimba ya miezi 6, na nilienda nikamchukua nikampeleka hospitali na daktari akampima akanipatia kandi kaniambia nimchukue niende naye kwangu. Nikamchukua nikakaa nake mpaka mwezi wa 4 tarehe 21 akapata mtoto. Mwikuiro ambiririe na kuhira ihu mwari wa ukuru wa miaka 16 na akigia mwana no indi uhoro uyu ndomenyithirio maabitha borithi kuona ni arutire mukana mukate ni akumuraga wona hura riboti. Mpaka siku ile nilikuja huku nikakuta ile mwingine anaitwa Nancy Wambura na ako na mimba na anasema ni baba yake alimsika. Baada ya kuzunguza baba yake alikataa na akasema si yeye na si yeye. Lakini Mungu ni mwema sababu kwa saa hii tumejua Hasani yeye alifanya hivyo. Mwena-ini wake murugamiri wa atumia kaunti-ini ya Kirinyaga wa Ngui wa Ngireci ni akumithitie giko giki guku akioria maabitha borithi kwanyuka mituki guikia ngono mwikinae uyu. Andu aria manyitaga eritu
muno akorwo mundu aronyumba iriku kana mundu wanyu niguo na riria ungiona mwiritu waku munini ena nda kaundu kauti gakubitha ni gagwika atia tondu ndu toyu no nginya ithe aberithwe kuringana na sheria ira iku ira ciikete ata ibetukitwe nigu nake muruna wa Uasin Gishu Gladys Orei neranĩire kuheana utungata wake ta wakiri kuri family ino niguo gutigirira ati kĩhoto ni kĩonekana guku agithingata aciari kurora ciana ciao na njĩra njega. Ni hatia kubwa sana. Mtu anafungwa miaka 20 na kwenda juu. Hiyo ndio sheria ya Kenya. Mtu kama huyo atakani kuwa nje hata kidogo. Na mtu kama huyo hawezi kubaliwa arudi hapa kwa hii boma. Sheria inasema hivyo. So mama mtu asikutishe, huwezi tolewa kwa hii boma. John Geshira uria ni ithe wa ciana ici akoretwo ehithite no arethanwo nake ni maabitha a borithi. Handu-ini ha Kameme TV kuma Ndia kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kĩarie. Hau niho gikiuragia ciuria igitiganite muciari ubatie gukigitira mwana ni urakimwaguruka na gwika maundu ta macio ni ndeto ya kiha kuma mwena ucio wa Kirinyaga na ukirikiria riboti iyo nigetwambe twikirie ni turacokere na mohoro mangi maingi ndukae guthie haraya. Maya ni mohoro ma Kameme TV.